Kwa na bahati ya bahatiki. Wenzenu sisi hatujai kuita baba hata siku moja. Yaani mimi Sheikh Juma nashukuru mamangu hajaolewa mpaka nimekuwa mtu mzima hivi. Maana yake ningepata tabu, sijawahi kuita baba, sasa ningeambiwa ita baba mpaka nizoee kazi. Sijawahi kuita baba. Sasa watu wana baba zao na hawaoni kama ni chochote kabisa. Wewe hujui, wanasema kiprotoko mtoto ambaye amelelewa bila ya baba huwa anapata tatizo la kisaikolojia isipokuwa rehema ya Mungu. Umeshafahamu vizuri? Hizo ndio habari. Isipokuwa rehema ya Mungu. Baba, unajua mpaka kumbatizi ile la baba kwa mtoto lina vitamins. Baba ni baba, na baba anamlea mtoto wake vizuri. Angalia, mtoto mmoja alikuja kashika fikra za mama yake, kaja kumfokea babake, wewe mzee mtu mbaya sana, umemtesa sana mamangu, ushatutesa sana, unamkabiri baba hivi, kwa nini umetufanyia hivi? Baba akamwambia mwanae, mwanangu, ni kawaida wanaume wanaficha mapungufu ya wake zao kwa watoto wao, lakini wanawake ni kawaida kuweka wazi mapungufu ya waume zao, japo si kweli, kwa watoto wao, kutengeneza shachuki. Sasa usinifesi kwamba baba, mbona umetufanya hivi? Usipende nifunguke mengi, maana nina kitabu, au mpaka nikwambie mwanangu, wewe si mwanangu wa kukuzaa, mama yako kanihini, nikaonesha wema, nimekulea, mpaka niaseme. Na kuna wanaume wengi kabisa anaona mkewe kateleza, mke wangu hapa umenipiga, na anamfichia siri. Lakini si hivi. Wanawake wangapi kaja na mtoto, mwanaume kaamua kumuoa na yule mtoto mpaka anakuwa anajua babake ni huyu, na mzee hata siku moja haoneshi tofauti kabisa kumbagua, mpaka mama mwenyewe anakinai, anasema sitaki kumwambia binti yangu, mtoto wangu, kwamba huyu si babako, nikamchanganya. Anajua ni babake, pamoja amembebea mzigo huu, na heshima hamna. Sasa mwanamume anamwambia mke wangu nakubali. Sasa unasema hao watoto mimi naanyanyasa, huyu tu wa kwako uliokuja naye babake hata 100 hajai kuleta. Nimesimama na wewe sembuse lilowaza jamani. Baba mpaka hana nafasi ya kumkanya mwanae, hana nafasi ya kumkanya mwanae, usinipigie mtoto wangu, niachie, na hao watakuwa jamani. Kwa hiyo hili ni tatizo katika jamii. Watoto wa leo ni kizazi cha mwendo kasi. Kila mmoja amshike vizuri mzazi wake, na kama kaondoka amfanyie dua. Lakini maisha mazuri, hakuna raha kubwa kama kukaa na ndugu zako. Umepata kazi, umepata pesa, shekhe wangu, zile sehemu za kazi pachika ndugu zako kwanza. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alishawaisema afdhalus sadaqa ala dhi qaraba, sadaka ianzie nyumbani. Ndio mfano mzuri. Leo ukiambia huyu ni tajiri fulani, ukiangalia huyo ndugu yake utashangaa. Wamewekwa nyuma. Huko kwenye duka lako kumejaa watu baki, si sawa. Si kwamba usiwape, lakini weka na ndugu zako bwana. Wewe una cheo kikubwa, mtafute basi hata mdogo wako, muunganishie hata akaoshe vyombo Ikulu kule, pachika ndugu zako, usiwatupe namna hiyo. Itakuwa si sawa. Kwenye ukoo utakaupate wewe peke yako, kwa sababu imekuwaje? Mtu kabisa ni askari, anaona ndugu zake wanasumbuliwa kwa kuonewa, tena anapiga simu, funga kabisa wasitoke, kombesha kabisa hao. Si sawa hili. Mtu mmoja, Sheikh Haji, wewe ili hujalipata, mimi nimelipata. Nchi ambayo sihitaji, mtu mmoja anaendesha gari lake, yuko na mkewe, kuna mvua hiyo, ndugu zake wamesimama sehemu wananyeshewa hatari, wakaona ndugu yetu kapita, yule anarudi, alhamdulillah, kila mfaya na mzishi wake atakuja, tutaingia kwenye gari ya ndugu yetu. Kufika mpaka pale kapaki vizuri, tumbo moja, mnaenda wapi? Lift kaka, hebu fungua bwana, tutongambea. Ili si gari la ukoo, tena mkome na mnione hivi. Pumbavu.
na wamebeba kitoto kidogo kimalaika. Walilia hatari, wakasema hii dunia hii sio ile tunaoijua, hii dunia mpya hii. Hii dunia mpya hii. Mara ngapi brother yako akakunyanyasa shauri ya mkewe? Hapa kwangu uondoke maana. Kama mzee kafa basi jitafute mwenyewe. Tusiendelee sehemu hiyo sana. Tumekumbushana tu kwamba ili dunia iwe nzuri tusogeze karibu ndugu, na simaanishi kwamba wanatupenda sana au ndugu zenyewe, wanatuchukia sana. Wanatuchukia, lakini ndo tuwashike tuwapende. Baada ya hapo nimevuta kamuda ili muda wa taftahi ufike, alafu nikaribishe leo Chuma cha Mkulanga atatusomea insha Allah ubeti japo mmoja. Amkaribishe Sheikh Haji Upepo pamoja na Sheikh Shafii, tunufaike na wao. La mwisho naomba nikusaidieni tiba ndio kusaidieni ni hivi. Wanasema research iliyofanyika leo duniani kuhusiana na tatizo hili la nguvu za kiume, wanasema hivi sasa tatizo hili limekuja kasi mabwana. Usilalamike tu kwamba mbona sijielewi. Hivi sasa limefikia 70% kuelekea 100. Tatizo la nguvu za kiume liko 70%. Na ili tatizo si huku Tanzania peke yake, ni dunia nzima. Mpaka wataalamu wanasema katika wanaume 10 ukiwaona wamesimama pamoja, wanaume 7 ni wagonjwa, 3 ndo wazima. Umeona mtihani huu? Kwa hiyo haya yanatufariji. Wanawake wawe na subira. Maki wanawake wana udhaifu wao. Mimi napenda kuwaambia ukweli, lakini wanasema ukimpata mtu anakuambia ukweli, mpende, usimchukie. Mwanamke akikuchoka, mambo mawili tunazushiwa. Jambo la kwanza, akienda huko mahakamani usema huyu bwana ananifanyia liwati, unadhalilishwa na haya na ukweli. Nimeshaishi miaka 10 leo ndo nasema haya, siku yote alikuwa hayapo haya. Na hawa watu wanaosikiza kesi kama hizi wanayachukua jumla, hawampi hata mtu fursa ya kujielezea. Siku moja Sheikh Al-Hadi Musa Salum alitumia hekima kubwa sana. Siku moja anafika ofisini kwake, alinisimulia kesi kama hii. Asema kuna baba mmoja na wake wawili. Sasa mke mmoja vituko, kashamchoka mume. Akaenda kwa shekhe pale, alipofika akasema simtaki. Kwa nini umtaki? Kwa sababu ananifanyia sana hili jambo hili. Anakufanyia hivi. Shekhe akalichukulia kwa subira na busara, na anawajua wanawake. Na watu wote tungekuwa na uoni huu, mambo yangekuwa mazuri. Hata leo tulikuwa tumeongozana na Sheikh Haji Upepo, mashaallah, tulimtaja yule bwana Sheikh Al-Hadi Musa Salum kwa uzuri, tulimtaja kwa uzuri. Na ukienda kule kwenye dawa na tablighi katika mdhakara wa mahaba, una pointi 5. Miongoni mwa pointi ya kwanza, Sheikh Majaega anasema mtu akiwa hayupo zungumzeni yale mazuri yake, afu yale mabaya yake muombeeni. Tena hata siku nyingine nilikuwa na Sheikh Shafi airport, tukamtaja kwa uzuri yule bwana. Tulimtaja kwa uzuri. Hivyo ndio inavyotakiwa. Basi akasema, akamuita, akatoa wito mume wa yule bibi aitwe. Akamwambia mama, basi relax, ngoja kwanza shekhe aje. Yule bwana alipofika pale, zile tuhuma zikatolewa. Zilivyotolewa tuhuma kama zile, yule shekhe akazikubali yule mwanaume, kwa sababu alikuwa mwanaume mashine. Akaambia ndio, huyu kweli hivyo vitendo nimemfanyia shekhe. Ni mke tuna miaka 20 naye, kweli nimemfanyia hivi vitendo. Na sijaanza leo, siku nyingi. Sasa mbona alalamika leo? Ambia kwa sababu mimi nina wake wawili. Mwenzie sijawahi kumfanyia, nimemfanyia yeye peke yake. Yule mwanamke asema toka, hajawahi kunifanyia hata siku moja. Ambia haya basi rudini nyumbani. Hata siku moja hajawahi kunifanyia. Basi alisema shekhe, alimshangaa yule mzee bi quwwati fikrihi,
ana upeo. Akasema, haya mzee, kuliko niambia, nilikuwa najua tu anakuja kusema nini huyu, kwa sababu kashanchoka, na mimi nilijua tu nitamkomesha wapi. Nikamwambia mke wangu, usimdanganye shekhe, nimekufanyia lakini peke yako. Akambia, thubutu, hata siku moja hujawahi. Umeona wanawake hao? Sasa wakikuchoka, gia ndio hiyo. Gia ya pili, hanigusi. Muda gani? Sasa hivi sijui ni mwaka wa 5 hajai kunigusa, na wakati hapo ana kitoto kina miezi 2, sijui kakizaaje. Sasa nishachoka. Hizi ni propaganda, lakini inshallah makazi wanacheza nazo. Sasa hili tatizo hili pia wawe na subira kidogo, sababu sheria Amira al-Mu'minin Umar aliiweka, mwanamke akiwa hayuko sawa, mwanaume mumewe, basi apewe distance ya mwaka mzima kujisikilizia, kujitibia, si maradhi kama maradhi ya kawaida. Baada ya hapo atachagua sasa kusuka au kunyoa, na si kwa udhalili. Tufichiane siri, tusifuane nguo. Lakini leo mpaka mtaa wa 7, mimi tena naishi na mwanamume mwenzangu, sizai tena. Huo ni mtihani wa hali ya juu. Sasa hili tatizo ukiwakuta wanaume 10, wanaume 3 ni wagonjwa, wanaume 7 ni wagonjwa, 3 ndio wazima. Na hili tatizo hili wanasema changamoto yake inaanzia kuanzia umri wa miaka 37 mpaka 45. Changamoto yake kuanzia miaka 37 mpaka miaka 45 ndo zinaanza changamoto za hili tatizo. Vipo visababishi, na hili tatizo liko kama ifuatavyo lipo kama ifuatavyo. La kwanza kabisa, kuna yule mtu ambaye maumbile yake husimama kwa kusinzia ulegevu. Hilo ni tatizo kubwa sana. Lakini yuko yule mwingine yanasimama chap, lakini akigusa tu ndo kashafika safari yake. Hilo pia ni tatizo. Mwanaume sahihi yuko wa aina mbili. Kuna yule ambaye akienda safari ya kwanza anafika na anaendelea tena, na anaweza akasafiri mara 3. Hilo ni tatizo, si tatizo, ni afya. Lakini kuna mwingine akienda safari yake anachelewa kufika, lakini anafika kiasi ambacho mwenzie amefika mara kadhaa. Hiyo pia yote ni afya, ni mfumo wa mwili tu, ni mfumo wa mwili tu. Sawa Sasa haya matatizo yanasababishwa na vitu vifuatavyo, viepuke. Kitu cha kwanza kabisa kinachosababisha nguvu za kiume kupotea, haifai kabisa mwanaume kula lawalawa, vitu tamu. We baba mzima unalamba sukari bwana, mara unakula chokoleti zimejaa mifukoni. We mzee wa kashata, vitu vitamu, halwa kwa sana ni tatizo. Labda matunda kama tende ina vitamini za matunda tofauti 5, wataalamu wanasema. Sukari za matunda hazina shida, lakini sio hivi vitu vya kusindika. Kwa hiyo kula vitu vitamu ni hatari hata kwa afya yenyewe. Hii ni mushkeli wa kwanza. Mushkeli wa pili, kutarkibu katika maasi. Mtu akifanya sana maasi ataingiwa na jini mahaba. Akiingiwa na jini mahaba atashindwa kuwa na ufanisi katika tendo. Hili jambo la pili. Jambo la tatu, kukosa usingizi. Usingizi ni afya na ni tiba. Kima cha chini wanasema mtu itakiwa alale masaa 9, lakini kwa sababu sisi tunaamka mapema kuswali, basi alala akali masaa 7. Lakini leo TikTok zimeingia, kazi za kompyuta nyingi, mpaka saa 9 hujalala, unaona unatafuta pesa. Ukikaza huku unaharibu. Lazima umanage time yako, na lala saa ngapi na amka saa ngapi. Angalia watu wa Badri, idh yughashikumun nu'as, watu wako vitani kwa umuhimu wa usingizi. Allah aliwatia usingizi, Allah aliwapa usingizi, kwa sababu ukilala japo dakika 5 ukiamka unakuwa attentive. Usingizi ni kitu muhimu sana.